Bana, mambo vipi? Jina langu ni Yesaya na hii ni Yesaya Software Podcast. Ilikuwa time nzuri sana jioni ya leo kwa sababu ngoja ni kuonyesha hapa kitu ambacho kilitokea. Hii hapa ndo activity ambazo nimezifanya jioni ya leo kwenye mazoezi yangu. Kwa hiyo nimetumia dakika 49 kufanya mazoezi, na katika dakika 49 pia nimeweza kusimama mara 13 katika masaa 12. Hiyo ndio target yangu. Na hapa chini ukiangalia nimetembea step 8400, na pia distance ambayo nimecover kwa leo kwa maana ya step ambazo nimetembea siku nzima ni kilomita 7.34. Lakini hapa chini ndiko ambako nilifanya mazoezi, na mazoezi ambayo nimefanya nimekimbia kilomita 4.03, na nimefanya high intensity interval training ambayo nimebani calories 89. Kwa hiyo ni kwa uchache tu wa summary ambayo nilipanga kukupatia. So hivi karibuni Apple wametoa matoleo mapya kwa ajili ya operating system zao. Na hii ninamaanisha kama unatumia kompyuta zao basi unatumia macOS, au unatumia simu zao itakuwa ni iOS, kama unatumia saa zao itakuwa ni watchOS, lakini pia kama unatumia iPad zao itakuwa ni iPadOS. Jambo kubwa ambalo wamelifanya katika toleo hili jipya, wamestreamline operating system zao kuwa na version namba 1 kwa operating system zote. Yaani sasa macOS itakuwa ni 26, hilo ndo toleo lake, iPadOS 26, watchOS 26 na iOS 26. Sasa basi kitu kikubwa ambacho wamekiweka kwenye hizi operating system zao zote ambazo kimekuwa ni badiliko kubwa ni feature inaitwa au muundo unaitwa liquid glass. Na hiyo ndio imebadilisha kabisa muonekano wa hizi operating system zao. Na hapa ngoja nikuoneshe hii iOS ambayo nimeiweka hapa, lakini vile vile nadhani nina macOS pia, na mimi utaona nimeupdate kabisa. Na macOS yao inaitwa Tahoe 26.0. Hiyo ndo nimekwisha kuiweka hapo. Sasa mabadiliko hayo ya liquid glass nafikiri yanaweza yakawa vivid kabisa nikiingia hapa kwenye hii iOS nione nini ambacho kimebadilika. Unaweza kuona hizi icon zimekuwa zina muonekano mwingine. Ni kama vile wanataka kurudi kwenye ile Windows Vista muonekano ambao ulikuwepo. Baadhi ya wachambuzi wamesema hivyo. Kwa hiyo ni kama zinaonekana kama glass. Yawezekana pia mimi toka nimeanza kutumia sijapata changamoto yoyote, lakini ninadhani kwamba imekuwa ni kitu kizuri sana. Hata animation ambazo ziko hapa, let me try. Unaona inavyo react. Ngoja niende kwa mfano hapa. Unaona inavyo react. Hiyo ni animation ambazo zimeboreshwa kwa kiwango kikubwa. Na sasa zinakuja kwenye maeneo mbalimbali. Hizi animation ambazo zitaweza kusaidia interaction kuboreka zaidi unapotumia iOS yako. Unarudi tena, nataka nifungue. Unaona inavyofunguka. Kwa hii nadhani imekuwa ni kitu kizuri sana. So endapo unataka kuupdate simu yako, utaenda hakikisha kwanza una wifi nzuri ili usije kupata changamoto za kuishiwa bando hapa la pale. Na pia kama ume turn on software update, maana yake ni nini? Unaweza kuona kuna bando zinaisha bila mpangilio wowote, ni kwa sababu pengine operating system inajaribu kuupdate. Kwa hiyo nenda kwenye, narudia tena, nitaenda kwenye settings. Hapa kwangu mimi nitaenda moja kwa moja kwenye general. Ukienda kwenye general nita kwenye software update. Ukienda kwenye software update, hapa ndiko ambako utaona sehemu ya kuupdate kwenda iOS 26 itatokea nafikiri hapa chini. Kwa hiyo zingatia hilo update. Kama umekwisha kuupdate na umepata changamoto au umepata mafanikio mazuri sana, unaweza kuniachia hapo kwenye comment. Lakini hiyo ndio kwa uchache sana namna ambavyo unaweza ukaupdate simu yako kutumia iOS 26. Na so far so good. Interface iko vizuri, interaction ni nzuri. Kuna mabadiliko mengi ambayo yamefanyika pia kwenye camera. I don't know if I can see that. Unaona kamera sasa ina mabadiliko mengi. Huku chini kulikuwa mwanzo kuna button kadhaa
na sasa imebadilika. Na nafikiri ukienda hapa utaweza kuona hizi maeneo mengine. Sasa niko yes, you can move around hayo maeneo, na unaona hiyo liquid glass ambayo wanaizungumzia hapo inaweza ikawa inaonekana vizuri, hiyo muundo ambao wameuweka. Kwa hiyo hii ni baadhi ya feature, but cha kwanza hakikisha una update. Ukisha update then unaweza ukaanza kutumia mara moja hii operating system ya iOS 26. Na vile vile kama uko kwenye MacBook unaweza ukaja hapa kwenye settings, nenda software update, na hapo pia utaweza kuupdate macOS Tahoe 26 ambayo utaanza kuitumia mara moja. Mimi nimekwisha kuupdate na so far sijapata changamoto yoyote. You can take advantage of that ili uongeze speed na vitu kama hivyo hapo. So mpaka kwenye video nyingine, kama una maswali usiache kusubscribe kwenye YouTube channel ya ISR Software ili uweze kupata update kama hizi hapa, na kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo ninaviandaa kwa ajili yako. Usiache fursa hiyo na vikakupita vitu maridadi kabisa kutoka hapa kwenye YouTube channel ya ISR Software. Tuonane kwenye video ijayo.